Mugeni Kairi Muriega. Asanteni. Mimi nimekuja na salamu nyingi. Salamu za kwanza ni kutoka kwa Mheshimiwa Rais mwenyewe, umezipokea? Salamu za pili ni kutoka kwa watu wa Nyeri, umezipokea? Salamu za tatu ni kutoka kwa watu wa wizara ya watu wale wakulima wote wa Kenya. Wacha niseme wizara, wakulima wote kwa kijumla. Umezipokea? Are you behaving normally? Mimi sijakuja leo kumwambia muvae mask as you sanitize kila siku, wala leo sita announce sita announce lockdown. Ile lockdown nimekuja ku announce leo ni lockdown ile ya wale ambao wanaharibu mimea ambayo nyinyi mnatengeneza. Na sio lockdown, hiyo ni lock in. Bwana County Commissioner, ni vizuri yuko hapa kwa sababu ni vizuri tujue pia kuna watu wakuwa locked in. Wale ambao wanaiba makadamia huko kwa mashamba. Siku watu kama hawa. Hao tu ndio tutasema they should be locked in. Nina furaha kubwa sana kwa hapa leo kwa sababu area hii mimi si mgeni sana. Kama Mbore alivyosema, mimi nilianza kuja Meru wakati mrefu sana. Sana kwa sababu pia nyinyi ni wadhoniwa. Ikiwa hapa niko kwa wadhoni. Kuna mkubwa alikuwa hapa anaitwa Gitonga. Gitonga, congratulations. Your organization is doing a fantastic job. Vile mimi nimetembea shamba yake kuona kama vile anavyosema anaongoza ndio anajiongoza kwake nyumbani. Na nimehakikisha ile mimea ya makadamia anayo sio mchezo. Wakiwa na Mwende na wale wengine wako hapa, mnafanya kazi mzuri sana. Lakini ile Gitonga hajamwambia nyinyi. Ni kama huko kwake nyumbani, huko kazi ile anafanya, msaidizi wake ni dadangu. Hiyo hajasema. Ungesema hivyo wewe. Mwehaki is my sister because babake na babangu they are brothers. Kwa hivyo nikisema niko udhoni, mimi niko udhoni, si ndio? Huyu Gitonga is my brother kabisa. Na tumekaa na yeye miaka mingi sana. Lakini siku anajua anafanya kazi mzuri kama ile nimejionea leo. Congratulations my brother. Na hivyo viongozi hapa wamesema, hivyo Mbore amesema, hivyo Bwana Mutunga anasema, waheshimiwa, it is the truth. Umezungumza hali ya makadamia, mkaeleza vile bei saa nyingine ni mbaya. Tumeona huko kwa shamba iko shinda zingine, mimea inaanguka, ingine inakuwa yellow, sijui kwa sababu gani. Na hiyo ni tatizo ambazo siwezi kujua nikiwa ofisi yangu. Ni lazima nije hapa, Bwana Director. Ni lazima nije hapa pahali ambapo wakulima wako ndio nijue ni kitu gani inaendelea kwa wakulima. Na mimi ndio kazi mimi nafanya. Kazi yangu si Nairobi. Kazi yangu ni katikati ya nyinyi. Na huko ndio mimi utaniona na huko ndio nitakuwa. Kwa sababu before I came here, I did not know some of the problems of the macadamia industry that I now know. And we have agreed na watu wa AFA ya kwamba kitu ya kwanza ni kwamba mambo ya research, mambo ya kuchunguza na kujua mmea huu shida yake ni kitu gani. Tuanze hapo. Na kama mheshimiwa ulisema, vile tunajua who is the farmer. Yule farmer anashughulika na hii mmea ni nani? Ameonyeshwa nini? What has he been taught? Sio vile tu, wajua ukulima wa nchi hii yetu imekuwa ajabu sana.
Watu wanasikia kuna kitu inaitwa quail. Kesho yake kila mtu anaenda anatafuta hii quail. Unaambiwa quail ni mzuri sana kuweka, quail ni vizuri sana kula, quail hata wengine wakawa wagonjwa kwa sababu ya kula hii kitu inaitwa quail. Sasa jameni, ukulima sio namna hiyo. Ukulima ni kwanza kufikiria na kujua. Unashughulika na unajua ni kitu gani tunapanda area hii, na hiyo ndio kazi ya AFA. Ni fertilizer gani tutaweka kwa hii mmea, na hiyo ndio kazi ya AFA. Na hiyo kushughulika na hiyo udongo wetu uko namna gani? Is it acidic? What is missing in the soil? Udongo ni kitu gani unakosa? Hiyo ndio kazi yetu sisi, wizara ya kilimo, kujua na kushughulika na hiyo maneno, ndio wewe mkulima ufaidike. That's our job. But that has not been the case. Let's be honest. Ni vile tu mtu anasikia kuna pesa katika ukikuza miwa iko pesa. The next day mara moja unatafuta miwa. Wewe hujui hata miwa inakuza namna gani, inawekwa maji namna gani, inawekwa fertilizer gani, wewe hujashughulika na hiyo maneno. It's our job to make sure as the Ministry of Agriculture and Livestock Development that you have got that information so that your job can be made easier, and more importantly, the farming can be made profitable. Sisi tunataka wewe mkulima uwe na pesa mfukoni. That's my job. Hiyo ndio kazi yangu. Ukiwa wewe unafirisika na una kitu mfukoni na unafanya kazi ya mkulima, unakuza makadamia na unaendelea kuwa huwezi hata kulipa school fees, sasa sisi katika wizara tuna makosa. That's the truth. And it is good for us to be honest, because then we know what our job is. Hawa directors wako hapa, hawa managers wako hapa, watajua kazi yao ni kitu gani. Na we have been meeting. Tumekutana na hawa directors. Na nikawaeleza na nikawaambia, mnajua kazi yetu ni kufanya nini tukiwa maofisi. Kazi yetu is to protect the farmer. Is to deal with the farmer. Hata nikiwa Ulaya, nikizungumza huko Ulaya nasema the most important person in the entire agricultural chain, it is the farmer. Mnasema tunataka nutrition in food. Food nutrition. Food security. Hiyo maneno yote, food nutrition, food security na kizungu ingine mingi. Hiyo kizungu yote haiwezekani bila mkulima. That is, I want to promise you that the Ministry of Agriculture and Livestock Development will stop at nothing but making sure that the farmer is protected and the farmer is supported. Nataka pia I want to congratulate, washukuru watu wa AFA pia, because as Mheshimiwa Mutunga has said, for a long time AFA was not gripping. Ilikuwa na meno, lakini hiyo meno ilikuwa haija grip, haijauma kazi yao. Lakini siku hizi, and thank you Bruno for a good job na timu yako, we now see AFA at work. And we want to encourage them. And as their minister, I want to encourage them. Musiogope kufanya ile kazi ambao sheria imempatia. You have got a job, you have got a responsibility that has been given to you by authority of the law. Na hiyo kazi mfanye. Kwa sababu the job and what was created by the Waheshimiwas, as has been explained to us, is supposed to protect the farmer. Lakini I also want to appeal to the members of parliament who are here with us. Some of the most able parliamentarians that I know. And you should be proud of them. These members of parliament, you should be proud of them. Wajua mimi nimekuwa member of parliament. Mimi nimekuwa mbunge. Na Bwana Mburi, wajua ubaya wa kuwa mbunge, ile siku unaingia bunge, siku ya kwanza watu wanaanza kusema hujafanya kazi. Day one. Kwa hivyo ukisikia watu wakisema hujafanya kazi, msibabaike, hiyo ni kawaida.
But I want to say they are doing a fantastic job, and I want to request one thing from you, members of parliament present. The two of you know the importance of AFA. So what I want to appeal to you is this. Hatutaki mufanye kazi, Bwana Mutunga, Mheshimiwa, you do all the work that you did all those years back, 2014. You do all that work of creating an organization to protect the farmers and to aggregate all these organizations. Alafu 14 years later, tunaanza the process of destroying the same. Tunaanza sasa kusema, iko bill ya kahawa, tutengeneze kahawa authority. Iko bill macadamia authority. Iko bill miraa authority. No, that's what you stopped 14 years ago. So I am also appealing, when we make these bills, let's make a bill to strengthen the farmer, not to create more authorities and more boards that are not going to help the farmer. Hiyo sio kazi ile sisi tunataka mtu angalilie hiyo maneno. For the price to rise, kama tungetaka, and there is a chairman, aliuliza ilikuwa 240, ikaja 100, and let me specify this. Wakati AFA ilisema bei ni 100, haikusema that is the price. Ilisema, nasikiza na maskini na masikio mabili, ilisema that's a minimum price. Minimum ni kusema nini? Ni kusema hakuna mtu anaweza kuja kwako kwa shamba akwambie ananunua na shilingi 90. Because the minimum set price is 100 shillings. That is not the maximum. Maximum inaweza kufika 1000. Hata 1000 inaweza fika. Na itafika hapo tukifanya vile tunapanga hapa. Wanasema juu ya minimum. Na hiyo, it is to protect the farmer. Lakini tukijipanga, we will never discuss the minimum price, because we will always be higher than the minimum price. Na ile maneno tumeambiwa, ile mambo ya aggregation, ile mambo ya kutengeneza association and cooperatives, that's the way to go. Mkiwa pamoja, bei itaenda juu. Na msikubali kamwe, msikubali mtu kuja nyumbani kwako anaanza kukuambia hii ndio bei yako ya 90 shillings. Mwenda wakija kwako nipigie simu, nitakwambia ni nani utauzia na bei mzuri kuliko hiyo. Kataa. Mtu akija kwako aseme nitakununua na 90, mwambie kwenda, sitakuuzia, atakuja kesho na 150. Ukijifanya mtu wa raisi, yule mwenyewe yule ananunua atakufanya wewe ni mtu wa raisi zaidi kuliko hapo. Lakini wewe ukiwa mkali na ujikaze useme bei yako usio hiyo, na ukatae, sisi AFA nani yako hapa, atakuonyesha ni wapi utauza. Don't agree. Don't undersell yourselves. That's the trick. Na mkiwa pamoja, where a person comes to negotiate, mtu anatoka nje akuja negotiate na nyinyi, bei itaenda juu. Hao wa Chinese, hebu niwaeleze kidogo. It is very nice. Sisi hatuna ubaya na watu wa China. Watu wa China is a friendly country. We work with China. Wanatujengea mabarabara, wanafanya mambo kama hayo. Lakini China looks after China's interest. China looks after Chinese interest. Chinese do not look after Kenya's interest. Kenya looks after Kenya's interest. And the truth of the matter is that the Chinese macadamia industry is growing very fast in China. Na inasapotiwa na serikali ya China. Na inataka hiyo macadamia yote, si China wanatumia, inaelekezwa China ndio iuzwe Amerika, soko yenu. Sasa, so what is happening? Wanakuja, circumvent that market, anachukua zenu, anachukulia hapa, anapeleka Amerika, bei kufe huko. Bei ile nyinyi mnapeleka Amerika. If you don't supply America consistently, and it is done by the processors, kama ham supply consistently, wataenda mara moja yote hiyo soko watapeleka China.
Na hiyo ikimalizika, your price will go to 25 shillings. Wacha hiyo 100 tunasema, hata hiyo haitawezekana. So we need to look after Kenya's interest. Na mimi nataka mkubaliane na mimi. Hatuwezi kamwe kuanza kazi ambayo ni ya kuzorota ama kuharibu kazi ambayo nyinyi mnafanya. Hatuwezi. We cannot make a decision that is supposed to hurt our farmer. Kwani tunakuwa ni watu wa serikali ya aina gani ambayo haiangalii maslahi ya wakulima wake? When you see us telling these people, we don't want you to export this thing, we know what we are doing. We know what these Chinese are trying to do. Na hizi makampuni inakuja kununua, sio tu ati ni watu wa kawaida. It's a plan, long-term strategy. Na sisi pia tuna long-term strategy zetu. Na mimi ningewasihi wale ambao ni processors. When you are processing macadamia, tafadhali wale vijana ambao mnaajiri kazi, pia tafuteni hapa. Those people, these farmers who grow macadamia, kujeni hapa, muwachukulie pia vijana wengine wafanye kazi processors. Because that is enlightened self-interest. Wataelewa ya kwamba kule processor kule mnafanya kazi, wanaweza faidika mara mbili. Wewe mkulima upeleke your nuts to the processor, kijana yako ama msichana wako afanye kazi kule kwa processing factory. Ikienda na Mchinese, hakuna siku hata moja huyo kijana ama huyo msichana ataajaliwa kazi China. It's never going to happen. Vile tumefanya ni kupeleka hiyo kazi, tunapelekea Mchina afanye kazi. Mtoto wa Mchina ndio atapata kazi ya ile macadamia, wewe mkulima huko hapa nazo. Mnataka mtoto wa Mchina apate hiyo faida ama mtoto wenu? Nionyeshe na mkono, mnataka mtoto wa nani? Wako ama wa Mchina? Kwa hivyo jameni, please understand, we are doing this in the interest of our farmers. The quality of macadamia nuts, quality. Sisi tungetaka mshughulike sana na mambo ya quality. Kwa sababu wakati Bruno alifunga akasema hakuna kushuna for 3 months or 2 months, wakati huo kuna wengine walikuwa nakuja kwa mashamba, wanataka wewe, they want you to harvest kitu ambao sio tayari, kitu ambao haitaenda bali. Wengine wanakuambia wa harvest, una harvest, wanaenda kutupa. Lakini we don't have macadamia nuts in Kenya now at that time. Processor atafunga. So this thing is a bit more complicated than it looks. Na sisi tungetaka muelewe hiyo maneno. Wale watu ambao wanashughulika na kupanda miti, kupanda macadamia, zile seedlings. We have been with Gitonga in his farm. Tumekuwa shamba yake. Na tumeona. Na mimi ningepatiana hii directive kutoka hapa Meru, that we must agree and AFAM must issue a circular about the processing of seedlings. Seedling standard yake itakuwa nini? What is the height or width of a seedling before you graft? What is it? Itakuwa gapi? The width and length of a seedling before you graft it. What is the material you are going on? And I hope, is it Ann who is in charge of macadamia? Yeah. And what is the material ambayo utafunga nayo, that wood that you have grafted, ni material gani? Is it torn, ni kitambaa ambao tumechukua chini tunafunga tu? Ama ni bandage? Ama ni nini? Wajua, ukiangalia ukiwa na kidoda, kuna njia mingi ya kufunga. Umekuwa mheshimiwa, ukiwa umekatwa kidore, kuna njia mingi ya kufunga hiyo kidore. Unaweza funga, itapona, lakini unakuwa na kitu kingine iko hapa juu. Si ndio? Unakuwa kama ni vidole viwili. Na unaweza funga na ipone vizuri, hata uwezi kujua kulikuwa na kidonda. Si ndio? Grafting is like that.
lazima tushughulike na hiyo maneno and issue a definite circular about that particular issue of grafting, because it appears that we have a challenge. Vile vile ni vizuri watu wanjue where are you going to buy your seedlings, na mtoe circular pia ya kusema mtu ambaye anapanda macadamia atanunua hiyo macadamia seedlings wapi. Nani yule mtu ambaye is licensed kuuza seedling ya macadamia? Who is licensed? Si mtai Chicago siku moja anaamka anasema mimi nasikia seedlings za macadamia zinauzwa bei rahisi, hata ni biashara mzuri. Alafu naanza kukata za wenyewe na graft nampatia, naweka hapa Meru, naweka kibao hapo Murang'a ama Kiambu 3, na hata mimi mwenyewe sijui. Kwa hivyo ni lazima tusaidie wakulima na kusema wewe ukiwa mkulima, and the best way of doing it is exactly the same associations, exactly the same cooperatives. Hao ndio tunawaambia mtu ambaye atakuwa member ya cooperative yenu, shughulikeni kujua alitoa wapi hiyo macadamia yake. Kwa hivyo hata nyinyi mnasaidia sisi na kusema if you want to be a member of the nuts cooperative, nuts association, ni lazima wewe unanunua pahali ambapo is licensed, na ile seedling ni licensed, ile unataka kupanda ni licensed, ndio quality yake inakuwa ile ambao tunataka. Na hii maneno nasungumzia sio tu maneno ya macadamia peke yake. Tuna shida mingi hata kwa mambo ya avocado vile vile. The directives that you are issuing will also affect all other crops. There must be discipline. Ni lazima tuwe na discipline in the farming sector so that our quality and our quality can be good and our productivity can be high. Hiyo ndio maneno mawili. High productivity, high quality. Ndio sasa nyinyi wakulima tunaweza kuwasaidia na njia hiyo. Na mtaona bei itaenda juu na nyinyi mtafaidika na njia ambayo ingefaa muwe namna hiyo. Vile vile mimi ningewaomba, I want to appeal to you, and it is good that the county commissioner and the administration are here. Sisi tukiwa wakulima pia ni binadamu. We are human beings. Na tunaona vile ugonjwa wa mambo kama cancer na mambo kama hayo, it is thriving in our communities. Na wengine wanasema ni ile mambo ya chemicals tunatumia. Kwa hivyo mimi in the next few days I'll be issuing directives to do with the use of chemicals. Na ni chemicals gani that we are going to ban in the Republic of Kenya? We are going to ban chemicals that are banned elsewhere in the world. Sisi hatutaki Kenya to be a chemicals dumping ground. I said it in my vetting and I meant it. Kwa hivyo in the next few days I'll be working closely with the Pest Products Control Board, na we will be issuing a statement in the near future regarding that position. Lakini even us, hata sisi wenyewe tukiwa hapa mashamba yetu kuna njia ya kusaidia. Kwa sababu kila mto, every river, and you people are so lucky. Meru, you are very lucky. Every place there is a river. Every place there is a river. Mkija shamba yangu ndio mtaniwia radhi nakwambia. Lakini hapa mna bahati. Lakini let's secure these places. Let's secure our water. Juzi nilisungumza na bwana Eric Muga, CS wa maji. Akaniambia nimsalimie, si yeye mtoto wenu. Mnamjua CS Muga? Akaniambia tafadhali ukifika huko wasalimie, lakini pia waambie, can you plant trees and vegetation on the river sides? Tafadhalini pandeni miti kwa mto. Inaitwa nini ile area? Riparian land. Riparian land ya mto, pandeni miti, pandeni miti
pandeni hizi bamboo, giant bamboo, other bamboos, plant along the river. Na wewe mwenyewe ukiwa mwenye hiyo shamba utafaidika pia, because bamboo is good for you, trees are good for you. Kwa hivyo tupande on the riverside. Na county commissioner hii mnaweza kutusaidia sana, because you sub chiefs, wajua sub chief ndio mtu ambaye anajua shamba ziko namna gani huko, riparian land iko gani huko, mnaweza kutusaidia gani na hiyo. Na itasaidia pia katika hii hesabu tunasema ya 1 billion, 15 billion trees ambazo tunataka kupanda, inaelekea kwa hiyo. Pia vile vile kwa dunia mzima, Kenya has got a good name for environment. And I know my colleague, my colleague Baraza, pia naendelea, you know, she is planting trees. Lakini ingesaidia sisi wenyewe if we plant trees. Ya mwisho kabisa, I want to thank the county government. County government ya Meru, and wale wako hapo wamsalimie governor. I want to thank the county government because agriculture is a devolved function. Sisi tunafanya kazi moja, county government inafanya ingine. Na county government ya Meru, even when I was in health, tulipokuja Meru tunawaambia tufanye hivi pamoja, mara moja tunafanya. We want to help each other. And one of the most important areas we want to help each other ni mambo ya extension officers. Wale extension agripreneurs, extension officers. Sisi tunataka tufanye kazi na county government, ndio kila mkulima anakuwa na watu ambao wanamtembelea. Every so often an officer should go to the farm kuambia watu hii mmea iko namna hii, hii mmea iko namna hii. So we can support, we can train them. AFA is ready to train at our expense, at the national government expense. We can train extension farmers for Meru County. We can give them support, bring more. You know, we bring from the national government a few people who can also assist them, so that the extension farming, extension officers wanakuwa wakutosha wakusaidia au wakulima wote. That is what we want to work with the county government to do. Na wajua hii kitu, it is the early bird catches the worm. Ile county inakuja kwanza, ndio sisi tunafanya na hiyo county. So we want to assure you that on behalf of the national government, we want to work very closely in agriculture with the county governments. We have already planned with Mheshimiwa Rusaka, ambao ni chairman wa agriculture, vile tutafanya kazi pamoja from the ministry to the farmer himself. And we don't want to create boundaries that harm the farmer. Kazi yetu zote, whether we are national government or we are county government, kazi yetu ni kusaidia mkulima. Kwa hivyo jameni, mimi sitaki kumweka hapa na maneno mengi sana. Kama nilivyosema, sikuja hapa kusema mambo ya mask, nilikuja kusema mambo mazuri ya vile tutafanya kazi. Lakini vile vile watu wa miraa, kwa sababu mko hapa, watu wa avocado mko hapa, watu wa miraa vile mnajua ile kazi tunajaribu kufanya. Na Mbure hapa ameniambia he has got 11 acres ya miraa. Lakini pia nilisikia vizuri sana wakati nilikuwa nazunguka hapa, watu wa avocado wakaniambia wanafanya kazi sana na watu wa miraa. So that you have sijui niko nani, no, ni kwa Mwenda alisema yeye anapanda kahawa na anapanda macadamia. Sasa watu wa miraa tunasikia ile ni wewe uliniambia, nyinyi mnapanda laini za miraa na mnapanda laini za avocado. Ndio bei ya hii ikiwa baya, nyingine inakuwa juu. Nyingine ikiwa juu, nyingine inakuwa chini. Lakini mkulima hawezi kulala bila. Si ndio? That is the idea. That is the idea. Na najua Mheshimiwa Mburi hapa utasaidia sana in terms of this idea of 2 crops instead of one. Lakini pia mshughulike na research as inafa and so on, so that we don't destroy either crop. Tunashughulika sana hiyo maneno. Juzi tulikuwa na mkutano na wale watu wa kutoka Somalia ambao wananunua
hiyo miraa, hata mheshimiwa alikuwako hiyo mkutano wakati alikuja hapo akakuta sisi tukizungumza na hao watu wa traders wa miraa, na vile vile tumewaambia hatuwezi kubali wewe uuze kilo ya miraa huko Somalia at 7,000 shillings, alafu mpatie mkulima hapa Meru 200 shillings. Jameni, hata ukiwa unajipenda namna gani, hata aibu huna, aibu tu ya kiutu, aibu ya kiutu. Wewe mwenyewe huwezi kufikiria uone kweli mimi na dharau huyu mtu. Hii ni madharau. Hii ni madharau. Haiwezekani bwana. Haiwezekani mtu auze huko Somalia 7,000. Na kama unasema ni dege ambayo bei ya mafuta ya dege iko hai, washana na hiyo dege, tutapeleka na lori. Washana na hiyo dege basi. Iko hapa, tunapeleka na pick up. Na wale watu wa miraa msipeleke gari vile mnapeleka. Lakini kusema kweli hiyo haiwezekani. And that is why we are telling the miraa buyers, it is in your interest to keep the miraa farmer. Si ndio tulisema bwana? Tukasema wewe pay the farmer what we have asked you to pay him. Na ile mimi nilitangaza, sikutangaza ati ni bei ya juu, ni kusikizana, tulisikizana na hawa. Walikuja ofisi, Bruno akawa hapo, nani akawa hapo, traders wakawa hapo, wakuzaji wakawa hapo, tukazungumza siku mbili, tukasikizana. Eric Muga alikuwa hapo, tukasikizana hii bei, ndio sasa tumesikizana, ndio bei tutanunua nayo hii miraa yetu. Ni kusikizana, tulisikizana. Mimi nikaandika barua. Hiyo ni kazi yangu. Mimi kushora barua, jioni naambiwa ati kuna vinyangalika ingine anasema ati nenda ukauzie Kagwe hiyo miraa yako. Is it true? Moja akasema nendeni ukauzie, kama mnataka kuauza anunue hiyo bei, nendeni ukamuzie. Na yeye alikuwa kwa wakati tunatengeneza hiyo bei. Hiyo ni mtu hiyo ni muungwana. Ni muungwana kweli. Kuja kwa waziri ofisi na ukawe na wenzako na wale wanakuza miraa, tukubaliane bei, na wewe na mimi nitoa ile bei tulikubaliana, alafu wewe useme mimi ninunue. Ni uungwana kweli? Na mimi sio mambo botela, lakini nauliza huo ni uungwana? Hapana. Ndio tunasema we can do these things one way, carrot or stick. Kama wewe hutaki kununua ila bei ambao tulikubaliana, wewe nenda ukafanye trade ya kitu ingine. Go and buy maize, go and buy something else. But as far as miraa is concerned, you will buy the price that we agreed. Ama la sivyo, afa iko hapa, you will be delicensed. Juzi tulisungumuza na hao traders. Tukasema tupatiane wiki 2. Kama miraa farmers wakija kwa sisi, watuambie vile vile watu wanaendelea kukataa kununua na ile bei ambao tumekubaliana, then we will cancel all licenses, all of them. Alafu watu waje wali-apply, na wakili-apply ile kitu watasign hapo ni kusema mimi nitanunua na hii bei. Sasa unapatiwa license ya hiyo bei. Jameni, iko haja ya kwenda hiyo kazi yote? Si waje wafanye vile tumekubaliana? Yes, that is the best thing to do. Let's agree and let's do what we have agreed. Lakini watu wa miraa pia vile huyu jamaa ameniambia, let's also start double cropping instead of just one crop. Kwa hivyo ya mwisho kabisa ni vile
Mmesema mimi nataka kumwambia mwalimu mkuu wa shule hii, you are doing a good job. Congratulations. Kwa sababu naona hii shule ina serve 2 constituencies. Si ndio? Constituency hii na constituency hii, na mjumbe amesema tutafute namna ya kumsaidia kitu kidogo na mambo ya laboratory. Kwa hivyo mimi nitaenda kuzungumza na wakubwa, wajua mimi mtu mdogo tu. Wakubwa wako hapa. Nitaenda kuzungumza na wakubwa, tuone tusaidie namna gani, ma directors wako hapa. Tuone how we can be able to, at least we were here. Watu wajue tulikuwa hapa ama namna gani na jameni. We were here in this place. Watu hawa wakubuke tulikuwa hapa. Asanteni sana. Thank you very very much. I want to once again thank you. Asanteni sana watu wa Meru for the good effort that you have continued. Na nyinyi muendelee na hiyo kazi. Lakini sasa nataka tuende pale. Nimekubushwa kulikuwa mambo ya store ya mahindi. Ile mambo ya mahindi. Najua the National Cereals Board wana store kule Meru. Siko store ya NCBB. Iko store ya NCBB, but again what Mheshimiwa Mtunga was doing is the correct thing. Tuwe na store ambao ni aggregation. Watu waje na aggregation na mashini tunazo. We have got the dryers. Kwa hivyo kukiwa na hapo kwa aggregation, tutalete dryer hapo so that by the time you take it to the store it is dried. Kwa sababu hatutaki mambo ya aflatoxin pia ianze kutusubua katika shamba zetu. Na pia we eat healthy crops. Asanteni sana, tuende pale sasa. Ni wewe naita. Wajua mimi tena hebu nimwambie kitu kimoja bwana Mheshimiwa Buri. Jina Kagwe kwetu na Kikikuyu, ulisema vile mnasema Meru sijui ni kutafuna mtu akiwa peke yake. Mimi sikuli peke yangu. Vile lakini Kagwe kwetu sijui mnaita ile aro mnaita nini? Mugwe. Kagwe kwetu ni an arrow that moves very quickly. Ukifanya namna hiyo, hiyo ni Kagwe. Timogwe neke Kagwe. Mimi ni mtu wa speed. We. Kabla tuondoke kidogo, tunaomba kwa heshima kubwa tuweze kutulia. Tutakuwa na appreciation. Unajua niliambiwa ya kwamba serikali wapeani eti pesa ni appreciation. But before that, Christine Chesaro naomba uweze kutupatia vote of thanks, na kwa heshima kubwa wale wengine tafadhali naomba tusiondoke, tubakie pale kwa sababu Tigania East and West kuna mazuri mtaweza kuelekezwa yenu yako hapa. Tafadhali msiende. Kuna mengi mazuri zaidi ya zile mbegu mtaweza kupewa. Thank you. Cabinet Secretary, Honorable Mutahi Kagwe, the area MP, Honorable Buri Mpuri, all protocols observed. Yangu ni machache sana. A vote of thanks to our CS for finding time to come and grace this occasion and for his continued leadership in the ministry. Vote of thanks to our members of parliament, Honorable Mutunga, who is the chair, Agriculture Committee, and Honorable Mpuru, who is the host MP, for allowing us or giving us this opportunity to come to this place for this field day. We also appreciate the county for hosting us. We also appreciate the county commissioner for supporting us even as we prepared for this. We thank our board, our DG, AFA for their continued leadership. Tunakushukuru sana wakulima. Asanteni kwa kukuja. Hii function haingefana kama hamunge kuja. We also want to thank the host, the school, through the Madam Headmistress wa shule. Asante sana, Mungu akubariki. So we would just like to give our appreciation. I'll call upon our director, Director Mudadai, to come and appreciate our CS with a small gift. Aya, asante. Atachukua muda. Hii ni sawandi kidogo tu. Tunampatia Bwana CS. Amesema ni mdhoni wenu na mimi ni mdhoni wangu na kule nyumbani. So asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana.
Mheshimiwa utabeba hii na ingine tutakutuma kwa Mheshimiwa Mtunga kwa sababu hayuko karibu. Patie Mheshimiwa Mtunga. Wana DCC tuko na zawadi ya wana county commissioner. Aya, headmistress wa shule hii, unasikia tumepatiwa amri. Unajua tunaitwa watu wakubwa, but when it is coming from the CS hiyo ni amri kwetu. Kwa hivyo tunakupatia hii ishara tosha, tukienda hiyo amri tumepatiwa, tutashughulikia hiyo mambo yote amesema. Bwana Gitonga, asante sana. Umeanza vizuri. This is the way to go. This is the way to go, Bwana Gitonga. With the aggregation, this is the way to go. Oh, very good. Asante, na hii ni yako pia na tumeshukuru sana. Asanteni sana. Asanteni. Kwa hivyo tutaenda flag off, lakini kabla sijafanya hivyo, I wanted to introduce two people ambao wako hapa. Tumekuja marafiki yangu wa ofisi, wengine ni wafanyikazi ofisi. Niko jamaa hapa kijana, simama kijana, wakuone face that way. Huyo kijana anaitwa Joel Shasha. Shasha mlikuwa mnamuona TV akifanya interview watu K24. Mnamjua huyo jamaa? Sasa ako ofisi yangu ananisaidia mimi na kuzungumza na nyinyi. Asante sana Joel. Iko jamaa mwingine hapa anaitwa Gekanga Hezron. Huyo jamaa anashughulika na kazi ya kujua donors, how are donors going to help you. Huyo amekuja ofisi yangu kufanya hiyo kazi, just to find out whether donors can be able to help you. Lakini vile vile iko na rafiki yangu moja hapa, Misheni, just stand up. Huyu mzee anaitwa Misheni Kiroja. Misheni, yeye ndio mkurugenzi mkuu wa pahali inaitwa Anabas. Mnajua ile hoteli inaitwa Anabas? That is Misheni, lakini that is not why I'm introducing you to him. Si nimwambia my cousin Mwihaki ameolewa na Gitonga. My sister yule mdogo sana, yule ananifuata mwisho kabisa, ameolewa na Kiruja. Kwenu hakuna wasichana, kwetu wasichana wamepelekwa wote Miru. Asanteni sana. Thank you all. God bless you. Thank you so much. So kwa hivyo kwa heshima kubwa, I think tutafuata waziri pale kidogo au wakubwa wetu ndio tuweze kufanya flagging of the projects. Tafadhali. Huyu anaitwa Kimeri Arome, ni mtu hapa kagaene tu kwenu. Kidogo DJ. This gentleman had a very important message aliyo kumsema. Kwa hivyo msifikiri ati ni kukasirika, amekasirika. Mambo ya ng'ombe, wizi wa ng'ombe ndio alikuja hapa kulete. Mambo ya wizi wa ng'ombe. Na nataka sana tafadhali the administration, county commissioner, police county police commander, tafadhali shughulikeni na hii mambo ya wizi ya ng'ombe. Hiyo shughulikeni sana. Asante my friend for reminding me. Huyu mtu anaimba nyimbo za kupanda mti, kwa hivyo ukisikia nyimbo ya kupanda mti nunua. Asante. Thank you so much. Kwa hivyo kwa heshima kubwa tunaomba watu wataweza pia kutulia kidogo ndio tuweze kuelekezwa. Tafadhali tutaomba watu wataweza kutulia kidogo ndio tuweze kuelekezwa. Kwa hivyo tutasimama tu pale pole pole. Tutatoka tu hapo nje kidogo, tusimame kidogo tuweze kupata the demonstration ya flagging of the projects kindly. Na asante kwa mtafsiri wetu. Unajua saa zingine watu wamefikiria uongei, so wanafikiria hata ukiambiwa asante utasikia asante. Thank you so much. Kwa hivyo waziri pale wakijipanganisha pamoja na viongozi wengine ndio tukafanye the official launch ya flagging of ya miti ama mbegu ama hiyo miche ya makandamia.